Welcome to the Inside the Bible Story. Open your chapter with us for learning God's grace. Amen. Inside the Bible Story. Katika jumba la kifalme la mfalme Daudi aliishi kijana wa kipekee aitwaye Absalom, mwana wa tatu wa mfalme. Katika Israeli yote hakukuwa na mtu mzuri wa sura kama Absalom. Tangu nyayo za miguu yake hadi utosi wa kichwa chake hakukuwa na dosari yoyote. Alikuwa mrefu wa kupendeza na macho ya watu yalivutiwa naye kila alikopita. Lakini kilichomtofautisha zaidi ni nywele zake ndefu na nzito. Kila mwaka Absalom alikata nywele zake kwa sababu zilikuwa nzito sana kwake. Na kila alipokata alizipima uzito wake ukawa shekeri 200 kwa kipimo cha kifalme, karibu kilo 2. Watu walimshangaa na kusema hakika huyo ndiye kipenzi cha Israeli. Lakini chini ya uso huu wa kupendeza kulikuwa na moyo wa hasira na kiburi. Kwa miaka 2 Absalom alikuwa na kisasi kwa kaka yake Amnon, ambaye alimtendea vibaya dada yake Tamari. Alificha lengo lake la kulipiza kisasi, kwa maana mfalme alikaa kimya juu ya kosa la Amnon. Hivyo alitaka kumwadhibu Amnon kwa ukatili aliofanya kwa Tamari. Absalom aliitisha tafrija ya wana wa mfalme pembeni ya mji. Amnon akiwa amelewa aliuawa kwa amri ya ndugu yake Absalom. Ujumbe wa kutisha ulitumwa kwake. Absalom amewaua wana wote wa mfalme, wala hata mmoja wao hakusalia. Ndipo mfalme akainuka, akararua nguo zake, akalala chini, nao watumishi wake wote wakasimama karibu naye, wenye nguo zao zimelaluliwa. Mtoto wa mfalme wakirudi Yerusalemu, huku wakiwa na tahadhari, wakimweleza baba yao ukweli. Amnon peke yake ndiye aliyeuawa. Nao wakapaza sauti zao wakalia. Mfalme naye akalia na watumishi wake wote, kilio kikubwa mno. Lakini Absalom akakimbilia kwenda Talmai kwa mfalme Geshuri, ambaye ni baba wa mama yake, ambako alikaa kwa miaka 3. Baada ya miaka hiyo 3, Yoabu, kamanda wa jeshi la Daudi, alizungumza na mfalme ili Absalom aruhusiwe kurudi. Absalom aliruhusiwa kurudi tena Yerusalemu, lakini asionekane katika viwanja vya ikulu, wala asionane na baba yake. Daudi alianza kuona madhara ya uovu wa kutokujali kwake katika kuwaadhibu watoto wake. Na akiwa anampenda mtoto huyo mwenye karama, aliona kuwa ni lazima kama somo kwa Absalom na kwa watu, kwamba chukizo la kosa kama lile liwe wazi. Absalom aliishi miaka 2 akiwa nyumbani kwake, lakini akiwa amefukuzwa ikulu. Kwa kupitia mvuto wa Yoabu, kamanda mkuu wa jeshi la Daudi, Absalom aliruhusiwa arudi kwa baba yake. Ingawa kulikuwa na mapatano ya nje tu, lakini Absalom aliendelea na mipango yake ya kutaka makuu. Absalom alianza kupanga njama ili kuweza kujitafutia nafasi kwa mioyo ya watu. Siku kwa siku, mtu huyu mwenye akili aliweza kuonekana kwenye lango la mji, mahali ambako kundi la watu walikuwa tayari kutoa malalamiko yao. Absalom alichangamana nao na kusikiliza matatizo yao, akielezea kuwaonea huruma na kujuta kwa sababu ya matatizo yao yaliyosababishwa na udhaifu wa serikali. Wakiwa wamemsikiliza mtu wa Israeli, mtoto wa mfalme alijibu akawaambia, laiti ningekuwa hakimu katika nchi hii, kila mtu angepata haki. Kidogo kidogo akaiba mioyo ya wana wa Israeli. Watu walimtazama kwa kumsifia kuwa anafaa kushika nafasi hiyo ya juu, na kukawa na tamaa kubwa sana kwamba anapaswa akae katika kiti cha enzi. Na hivyo Absalom akawadanganya watu wa Israeli
Pamoja na taarifa hizo kumfikia Mfalme Daudi, lakini bado mfalme alikuwa amepofushwa kwa sababu ya upendo kwa mtoto wake na hakuwa na mashaka yoyote. Msafara wa kifalme ambao Absalom alikuwa ameupanga kwenda Hebron kuufanya ulichukuliwa na Daudi kuwa ulikusudiwa kuleta heshima katika ikulu yake, kama hali ya kuonyesha furaha kwa sababu ya kupatana na mtoto wake. Absalom alianza safari yake kuelekea Hebron na alikwenda pamoja na watu 200 walioalikwa wakatoka. Walipofika Hebron, Absalom alimuita Ahithofeli mara moja, mmoja wa washauri wakubwa wa Daudi, mtu mwenye hekima kubwa ambaye mawazo yake yalionekana kuwa ya usalama na ya hekima kama ya mtu mwenye busara. Ahithofeli aliungana na wala njama, na kuunga kwake mkono kulionekana kana kwamba Absalom atafanikiwa, akiwavuta watu wengi waliokuwa mashuhuri kutoka katika kila eneo la nchi. Wakati tarumbeta ya uasi ilipopigwa, wapelelezi wa mtoto wa mfalme walieneza habari katika nchi yote kwamba Absalom ni mfalme, na watu wengi walikusanyika kwake. Wakati huo huo, tahadhari ilipelekwa huko Yerusalemu kwa mfalme. Daudi alishtushwa akiona uasi ukitoka karibu na kiti chake cha enzi. Akili za watu zikiwa zimeandaliwa kwa kile kitakachofuata, Absalom alituma watu aliowachagua kwa siri katika makabila. Inside the Bible Story. Kwa unyenyekevu na huzuni, Daudi aliondoka Yerusalemu kuelekea kujipanga vita na mtoto wake, akikiacha kiti chake cha enzi kutoka ikulu, kutoka kwenye sanduku la Mungu ili kukabili uasi wa mtoto wake aliyempenda. Watu walifuatia katika msafara mrefu, huku wakiwa na huzuni kama msafara wa kwenda kwenye mazishi. Walinzi wa Daudi, Wakerethi na Wapelethi na watu 600 wa Giti kutoka Gathi wakiongozwa na Itai waliandamana na mfalme. Walipokuwa wakienda kwa vita, makuhani walibeba sanduku la agano ili kuwa nalo wakati wa vita, lakini Daudi alikataa, akamwamuru Sadoki, rudisha sanduku la Mungu mjini. Sasa Absalom alikuwa amezungukwa na jeshi kubwa, lakini lilikuwa limejaa watu ambao hawakuwa na ujuzi wa vita, maana walikuwa bado hawajapigana vita. Ahithofeli alijua vizuri kwamba hali ya Daudi ilikuwa mbaya sana na kukosa matumaini juu ya mtoto wake. Sehemu kubwa ya watu wa taifa bado walikuwa waaminifu kwa mfalme wao, na jeshi lake lilikuwa na viongozi wa jeshi wenye uwezo na uzoefu kama Yoabu. Ahithofeli, baada ya kuona hali hiyo na mipango yake kutokufanikiwa, aliamua kujinyonga kabla ya vita kuanza. Daudi alizungumza na wakuu wa majeshi yake kwa moyo wa huruma kama baba kwa mwana, akisema, mtendeeni yule kijana Absalom kwa upole kwa ajili yangu. Na Abishai na Itai wakapewa ujumbe huo huo, mtendeeni yule kijana Absalom kwa upole kwa ajili yangu. Lakini tamko lile liliongeza hasira kwa askari dhidi ya mtoto asiye na maadili ya asili. Inside the Bible Story. Uwanja wa vita ulikuwa karibu na Yordan, ambapo idadi kubwa ya jeshi la Absalom halikuweza kumsaidia. Wakiwa kwenye msitu wa Efraim, wanajeshi hawa wasio na nidhamu walichanganyikiwa na hawakuweza kutawaliwa. Watu wa Israeli wakapigwa huko mbele ya watumishi wa Daudi. Kukawa na maangamizo makuu huko siku ile ya watu 20,000. Absalom alipoona kwamba siku hiyo ameipoteza, alianza kukimbia, wakati kichwa chake kiliponaswa na matawi ya miti mikubwa na farasi wake akiwa chini yake.
akaachwa akiwa hana msaada, huku akining'inia na kuwa mawindo ya adui zake. Akiwa kwenye hali hii, alikutwa na askari ambaye akihofia kutokumfurahisha mfalme, aliamua kumwacha Absalom, lakini alitoa taarifa kwa Yoabu kwa kile alichokiona. Yoabu hakusita kwa sababu ya hofu. Alipompata, alichoma mishale 3 moyoni mwa Absalom, ingawa mfalme aliamuru kuwa asidhuriwe. Maiti yake ikatupwa ndani ya shimo na kufunikwa na lundo la mawe kama ishara ya mwisho wa dharau na kuchoshwa. Wakati wa uhai wake, Absalom alikuwa amejiwekea mnara wa thamani kama kumbukumbu kwenye bonde la mfalme, lakini kumbukumbu pekee ambayo ilionyesha kaburi lake lilikuwa lundo hilo la mawe huko jangwani. Kiongozi wa uasi akiwa ameuawa, Yoabu aliwaita jeshi lake kwa kupiga tarumbeta ili waache kulifukuza jeshi lililokuwa linakimbia, na mara moja wakatumwa wajumbe ili kupeleka habari kwa mfalme. Wajumbe 2 walitumwa kupeleka taarifa kwa mfalme, lakini walipata kigugumizi wakati Daudi mfalme alipouliza, "Mwanangu Absalom yu mzima?" Walipoendelea kumweleza juu ya ushindi walioupata, aliuliza tena, "Mwanangu yu mzima?" Baada ya kuona ukimya, Daudi alielewa kwa mtoto wake alikufa vitani. Akaenda kwenye chumba juu ya lango la mji na akaanza kulia kwa uchungu. Mwanangu Absalom, mwanangu Absalom, laiti ningekufa mimi badala yako. Absalom, mwanangu. Jeshi lililopata ushindi likirudi kutoka uwanja wa mapambano, walipokaribia mji, walipiga kelele za ushindi huku zikitoa mwangwi kutoka vilimani. Lakini walipoingia kwenye lango la mji, kelele hazikusikika. Bendera zao zilishushwa chini mikononi mwao, na wakatembea kana kwamba wameshindwa na sio kama washindi. Maana mfalme hakuwa akiwasubiri ili kuwapokea, lakini akiwa kwenye chumba juu ya lango, kelele zake za kilio zilisikika. Na hivyo maisha ya Absalom, mwana wa kifalme mwenye nywele za ajabu, yakafika mwisho na kusikitisha. Urembo wake haukuweza kuokoa moyo wake wa uasi, na nywele zake nzuri zikawa mtego wake wa mauti. Inside the Bible Story. Mambo tunayoweza jifunza kutoka katika kisa cha Absalom katika Biblia, katika kitabu kile cha Samueli, kuanzia sura ya 13 hadi sura ya 18. Jambo la kwanza, kiburi na tamaa ya madaraka huleta maangamizi. Absalom alitamani madaraka kwa gharama yoyote. Alijaribu kuiba mioyo ya watu kwa njia za kisiasa, na hatimaye aliasi dhidi ya baba yake Mfalme Daudi. Funzo: tamaa ya mamlaka au nafasi ya juu bila kuitwa na Mungu huleta uharibifu wa kiroho. Tuwe wanyenyekevu na tukubali wakati wa Mungu. Jambo la pili, kutosamehe husababisha kisasi na maangamizi. Alipokasirishwa na kitendo cha kaka yake Amnon kumbaka dada yake Tamari, Absalom hakukubaliana na suala hilo kiroho, bali alikaa kimya na baadaye akamuua kwa kisasi. Funzo: kutosamehe huzaa chuki na kisasi ambavyo huharibu maisha ya kiroho. Ni muhimu kusamehe kama Kristo alivyotusamehe.